Simu yako ikipotea leo, picha na video zako zitaokoka au zitapotea kabisa. Watu wengi wanatunza kumbukumbu zao za muhimu kwenye simu pekee. Simu ikiharibika au kupotea, kila kitu kinapotea. Usijali, hii ni Teknobongo na leo nitakuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukahifadhi picha na video zako kwenye email kwa kutumia Google Photos kwa dakika chache tu. Kana mimi mwanzo mpaka mwisho wa video yako, kwa sababu mwisho nitaenda kuelekeza namna gani ambavyo unaweza ukazuia Google Photos kutumia bando lako la simu moja kwa moja. Sasa ili kuhifadhi picha au video zako kwenye email yako kupitia Google Photos, fungua ile application ya Google Photos kwenye simu yako. Baada ya kuifungua ile application ya Google Photos, kwa juu kabisa mkono wa kulia utaona kuna icon ya picha yako. Bonyeza ile icon ya picha yako, scroll chini kidogo, utaona kuna sehemu imeandikwa Photos Settings. Baada ya kufungua Photos Settings, kwa juu kabisa utaona kuna sehemu imeandikwa Backup. Bonyeza Backup. Baada ya kubonyeza Backup, washa kitufe kwenye sehemu iliyoandikwa Backup is off. Na baada ya kuwa umewasha kitufe, kuanzia hapo Google Photos itaanza kuhifadhi picha na video zako kwenye akaunti yako ya email. Na faida yake ni kwamba hata simu yako ikipotea, ukinunua simu nyingine na kuingiza ile email, picha na video zako zitarudi bila shida yoyote. Sasa baada ya kuruhusu Google Photos kuhifadhi picha na video zako, ukishuka kwa chini kidogo hapa utakuta kuna option tofauti tofauti. Na sehemu ya muhimu zaidi ni kwenye kuzuia Google Photos isiweze kutumia bando lako moja kwa moja. Watu wengi wakisharuhusu Google Photos kubaka picha na video zao, Google Photos inaanza kutumia data za simu bila wao kujua. Kwa hiyo matokeo yake bando linaisha haraka sana. Sasa ili kuzuia, bonyeza sehemu imeandikwa mobile data usage. Ukibonyeza mobile data usage, itakuja option tofauti tofauti ambayo inakuonyeshea kuchagua ni bando gani litumike kuhifadhi vitu hivi kwenye simu yako. Chagua isemewekwa no data. Ukichagua isem, unakuwa umezuia Google Photos isiweze kutumia bando moja kwa moja la simu yako, ila itaweza kubaka pale tu ambapo simu yako inakuwa imekonektiwa na wifi. Ukifuata hatua hizi, picha na video zako zitakuwa salama kwenye email yako, na wakati huo huo utaepuka matumizi makubwa ya bando kwenye simu yako. Asante kwa kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho wa video hii hapa. Kama video imekusaidia, usiache kulike na kusubscribe kwenye channel yetu, kwa sababu ndio sehemu pekee ambayo utajifunza tech tips kwa lugha nyepesi zaidi ya Kiswahili. Hii ni Teknobongo, tutani video ijayo. Bye bye.